Leo tarehe 24 mwezi wa 4 2026 nipo hapa East Africa Commercial and Logistics Center. Mpenzi mtazamaji, na kuletea video kali sana leo. Nataka nikulete hapa Ubungo. Wewe ambaye hujawahi kufika hapa Ubungo, na kuleta katika maeneo haya uweze kujionea vitu vilivyo. Hili soko ni kubwa sana. Hili soko limejengwa kuanzia awamu ya 5 kipindi cha rais wetu akiwa Magufuli. Baada ya Magufuli amekuja rais wetu awamu ya 6 akiwa rais Mama Samia. Ili eneo limekamilika na sasa linatumika. Kwa mfano leo unaangalia hapa kuna vitasa leo. Wanafunzi wote wa chuo wanaruhusiwa kuja katika eneo kuangalia hizi boxi. Chao kitambulisho, uwe na kitambulisho chako na uwe mwanafunzi. Kwa hiyo hapo unaangalia vitasa bila kama unavyoona hapo. Leo tarehe 24 mwezi wa 4 saa 12 jioni. Kwa hiyo hapa sasa tunatetea hili eneo. Kama unavyoona ile eneo pale juu walipoandika. Hii ni eneo kubwa sana East Africa ambalo lina mambo ya soko kila kitu. Kwa hiyo ile hali kwamba lengo la kuleta hili mradi kwamba kwenda China unapunguza zile safari, vitu vyote vitaletwa ile eneo. Wewe utakuwa na uwezo wa kutoka mikoa mbalimbali kuja kuchukua bidhaa zako ile eneo. Kwa hiyo wameturahisishia. Kwa mfano sisi tunaojitafuta, wewe ukiwa kama winga, ukiwa kama nani, utakiwa kwenda mbali, unakuja hapo unachukua mzigo, basi unabeka unaanza kuuza. Ile eneo ni kubwa ndugu zangu. Ile eneo zamani lilikuwa ni kituo kikubwa cha mabasi yanayoenda mkoani. Kama mnakumbuka miaka ya nyuma, ile eneo ni kubwa sana, na walio wengi kama mnakumbuka mmepigwa sana ile eneo. Ukija mjini hapa lazima upigwe kidogo, kwa sababu ukishuka hapa Ubungo kidogo ulikuwa yani kuna ile hali ya unakuwa ndo unaingia Dar es Salaam. Sasa unaanza kuiona Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam sasa ukija sasa ukiwa mgeni lazima uwe unashangaa. Kwa hiyo ile eneo lilikuwa eneo maarufu sana, watu wamepigwa sana, wameibiwa mabegi, hela, simu, nauli. Mtu anarudi nyumbani hana simu, hana nauli, anaomba msaada. Watu wengi wamepigwa ile eneo. Lakini ile eneo sasa hivi limekuwa fursa baada ya serikali kutambua kwamba tunahitaji kituo kikubwa kama hichi, wakaamua kujenga eneo kubwa kama hili. Ndugu zangu, kama hujawahi kufika ile eneo, mimi leo nataka nikuoneshe maeneo yote. Hata ukija leo, ukiamua kuja kesho, mwakani, hapa utakuja mwenyewe. Yaani hii video itakurahisishia kukuonesha A mpaka Z. Unaingia wapi, unatoka wapi, unaenda kununua nini, unataka nini na nini, kila kitu unapata. Kwa mfano mimi hapa tuko floor ya juu kidogo, tuko upande wa juu. Ukiangalia hapa ndio wameweka mabango ya kutabiri. Hili ndio eneo ambalo wameweka. Kwa hiyo sisi tupo floor ya juu, lakini chini kuna floor ya chini, kuna katikati. Maduka ni mengi sana huko chini. Ndugu zangu, ngoja niwapeleke hapa. Sasa niwaoneshe kitu. Ukiangalia huko inaonesha ni barabara. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia ukishuka unatumia ile daraja kufika stendi, au ukiwa unatoka stendi unaweza kutumia ile daraja. Ukiangalia hivi unaona barabara ile. Sasa huko sasa ndio naenda mjini. Tunasema ukiwa Dar es Salaam, mtu akikuuliza mjini ni wapi? Tunapojua sisi tunajua mjini ni Posta. Kwa hiyo hii barabara unaenda moja kwa moja Posta, lakini hapa katikati unapita Magomeni, unapita Kariakoo, utapita yani utapita Kisutu, Mnazi Mmoja yani. Lakini hii ndiye inaweza kukupeleka ukaenda Sinza, sababu hapa tulipo Ubungo ni eneo kidogo karibu na Sinza. Kwa wale wanabata hapa mjini wanajua hayo mazingira. Sinza hakuna asiyejua maeneo ya Sinza. Sinza watu wengi wanajua. Kwa hiyo ndugu zangu, ukisikia ukitaka kuona hela ni ngumu, ili eneo la Sinza ndugu yangu ni hatari. Sasa Sinza nataka niwaoneshe ni upande huu. Eneo dogo lakini lina mambo mengi. Kuna Sinza makaburini, yako makaburi. Ukifanya masiara unakula hela tu,
unapenda starehe, kuna makaburi, kuna Sinza madukani, kuna kwa Lemi, sijui kwa nani, yapo majina mbalimbali. Kwa ndugu yangu, ukija huku kuna mapambano pia Sinza. Nilikuwa nimesahau. Kuna Sinza mapambano ndugu yangu. Huku pia kuna mapambano. Unakula starehe lakini kuna mapambano. Ukitoka hapo nataka nikuoneshe sehemu nyingine. Sehemu nyingine ukiangalia kule unaliona ile daraja linaitwa Kijazi Interchange. Hii daraja linafanya kazi gani? Mwanzo ilikuwa ni barabara ya kawaida. Kwa hiyo sasa maisha yamebadilika sasa hivi. Daraja hili hapa waliweka interchange. Kwa hiyo kama wewe hujawahi kuja Dar es Salaam, ili eneo kidogo linachanganya. Kama ukija Dar es Salaam ukajifanya wewe ni mtunu unataka uendeshe gari, ndugu yangu utapotea. Lakini sio shida. Nitakupitisha siku nyingine ile eneo nikujuze unafanya nini, unatokea wapi, unataka kwenda wapi, upite wapi. Kwa leo sipo kwenye hiyo, nataka nikuoneshe tu ili eneo ambalo ni la biashara. Sasa hapa nakupeleka kuanzia chini. Hapa nilikuwa juu kidogo nakupa uone nini, unataka nini, ukifika upitie wapi, uanzie wapi. Sasa nakupeleka kuanzia chini, pitisha kwenye maduka yote, unataka nini, unataka kununua nini, kila kitu kipo ndugu yangu. Yaani hata ukitaka miwani, unapata miwani unavaa, unakula mziki safi kabisa. Yani hamna shida. Sijui unataka nini, vitu vipo vingi sana. Nakupeleka